wananchi, tunapenda kukuhakikishieni kwamba msahau Tanzania ina serikali kamili sawa sawa na serikali yoyote ya mtu mwingine ulimwenguni. Jambo la kwanza, Tanzania ina serikali ambao wenyewe wananchi ndio washika usukani wa serikali. Serikali ya Tanzania mpaka leo haikukubali usukani wa serikali kushikwa na wageni. Ewe fisadi, unataka upite wapi? Fisadi, unataka ukumbuke napita wapi? Lakini yote haya, jambo moja nitakwambieni, haya yote yametokea wapi? Haya yote yametokana kitu kimoja tu basi, sultani. Walikuwa watu wachache katika nchi yetu wakitumia ngazi yao sultani, wakifanya kila walololitaka kwa usultani. Leo wananchi, usultani sijui wapi. Wana wa nchi tumewaonesha watu kwamba hatuna ugomvi na dola yoyote. Dhahiri serikali ya Tanzania imeonesha ulimwengu mzima hatuna ugomvi na dola yoyote. Hatutaki kutawaliwa na mtu. Sasa vibaya, hati tutawaliwe. Serikali ya Tanzania inasema hivi, pamoja na wana wa Tanzania wote wanawapa habari watu ulimwengu mzima wafahamu kwamba serikali inayotakiwa ya wenyewe watu. Hatutaki serikali ya mtu. Serikali ya mtu ya nini bwana? Hadi serikali ya sultani. Serikali ya sultani iweko katika nchi ya sultani. Hii nchi si ya sultani, nchi ya Waafrika. Nchi ya Waafrika bana, ya Waafrika. Waafrika tangu lini wana sultani? Hatutaki sio yetu. Hatutaki kwa mdomo, hatutaki kwa vitendo. Hatutaki kwa namna zote bwana. Hatutaki kwa mdomo, hatutaki kwa vitendo. Tumekuonesheni mwezi 12 Januari 1964, hatutaki sultani. Si basi tena. Sasa vifisadi viko chini kwa chini, sultani chukua wewe. Si basi. Hatutaki serikali ya mtu mmoja bwana. Tunataka serikali ya wananchi. Tunayo raha mustarehe. Basi watu wawache maneno mawili haya, hati wawache wanaambiwa raha mustarehe. Wakamate neno adhabu, wakamate neno adhabu, ambayo neno adhabu tumelizika 1964 mwezi 12. Neno adhabu limekwisha kwetu.
Sasa wewe utalileta vipi? Wananchi wameshakataa, utalileta vipi? Basi leo wananchi, bila shaka tumekuteni hapa kukuambieni kwamba imani juu ya Tanzania yako, imani juu ya Tanzania yako. Nini maana imani? Uamini nafsi yako kwamba wewe ni mwana wa Tanzania, serikali ya Waafrika. Tanzania ni serikali ya Waafrika, serikali iliyoongozwa na Waafrika. Una furaha kubwa kuwa na serikali inaongozwa na Waafrika. Ndio hasa hamu yetu, na imekwisha kuwa, na tunasema wazi kwamba macho ya serikali ya wazi yanaona pande zote. Hatutokuwa na huruma ikiwa kidole kinauma na kina sumu. Nikikiwacha sumu itapanda mpaka mwilini, iharibu moyo wangu, iwe mauti yangu. Au nikikiwacha iharibu mkono mzima, kidole tutakikata. Basi mafatani hawa kana wana mikia 7, mmoja ushakwenda. Tunaongoja mingine ichomoke, tunaingoja mingine ichomoke, kuondoa tu mpaka isalia kibubutu. Leo Waafrika wamekataa, Waafrika wamekataa kutawaliwa. Wamekushajitawala wenyewe, wamejitawala katika kontinenti yao ya Afrika, na inakaribisha Tanzania makaribisho haya ambayo aliyataja presidenti wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere. Aliyataja katika mkutano wake mwenyewe, aliyataja kwa kauli yake mwenyewe kwamba Tanzania iko tayari na imekwisha kuwa tayari kumsaidia Muafrika yoyote anaogombania uhuru katika Afrika yake. Na sisi hapa wafuasi wa Mwalimu Julius Nyerere tunamhakikisha kwamba kauli yake aliyosema, wananchi wa Tanzania sote tuko tayari saa yoyote kutuambia wapeni msaada wa Afrika pahala fulani popote, saa yoyote, wakati wowote tutakwenda. Tunamhakikisha presidenti wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere, tamko alilolitamka ndilo kwamba serikali ya Tanzania iko tayari na imekwisha kuwa tayari kuisaidia na kumsaidia Muafrika yoyote anaogombania uhuru wake katika nchi yake. Tunamhakikisha Mwalimu Julius kwamba wafuasi wako sote tuko tayari, wakati wowote, saa yoyote, tamka tu, tayari.
kwa sababu ni heshima kubwa. Tamshi alilotamka Mwalimu Julius Nyerere ni heshima kubwa ulimwenguni na heshima kubwa kwa Mungu. Wenzetu wanatawaliwa, sie tukae tu. Kwa nini bwana tukae tu ati tunasonga ugali hapa? Wanatawaliwa utawala wa kinyama, si wa kihalali, wa kidhalimu. Watu wametoka makwao kuja watawala wa Afrika katika kontinenti lao. Leo democracy, kila mtu apate nchi yake. Wao wanabadilisha, wanasema kwamba ni moja katika kontinenti lao. Alisema Mwalimu Julius Nyerere. Tena hapo alicheka, alisema vioje Lisbon, Europe ati imeungana na Angola